Welcome again kwenye show yetu ya kijanja ya Love or Pop Balloon. Na kama unavyojua mwendo ni ule ule, kichinjio mkononi. Na kama tunavyojua leo niko na wadada wangu warembo sana, wako wamependeza Na kama kawaida yetu tunamleta gentleman on a stage, aje wadada wangu waangalie masharti na vigezo kama huyu anafaa. Na gentleman wangu pia lazima angalie, je, yupi hapa endana na masharti na vigezo. So nisipoteze muda, wasichana, vichinjio mnavyo? Tunavyo. Kauli mbiu ni nini? Vichinjio mkononi. Ladies and gentlemen, wachani mualike gentleman wetu wa leo. Karibu on stage. Welcome. Muangalieni. Hakikisha kila kitu umekiweka sawa. Karibu on stage. Wow, such a gentleman. Karibu kaka. How are you? I'm fine. About Unaitwa nani? Naitwa Jarufu Madijarufu. Ndio. Nina miaka 32. Ndio. Ni mfanya biashara, pia ni fundi umeme. Okay. Nafanya biashara yangu kuuza maziwa mtindi na maziwa fresh. Unauza maziwa mtindi na maziwa fresh. Wow, unahakikisha kabisa watu wanazingatia afya kaka. Hongera sana kwa sababu kijana wa aina yako kuuza hiyo biashara wanakuaga masharobaro, lakini wewe umeamua. Kwa nini uko single kaka? Ni muda mrefu sana sasa nipo single, ila pia nimeamua kutafuta sasa rafiki ambaye atakuwa bora, mchumba ambaye atakuwa bora. Ila pia ni sababu ilikuwa mimi mpaka kuachika katika mahusiano ambayo yaliyopita. Nini kilitokea? Nilimchiti sana mpenzi wangu. Na pia nimejutia sana kuchiti kwake. Na istoshe nimejifunza kwa kipindi chote hiko ambacho nilikopo single. Kwa leo natafuta mtu ambaye yuko sahihi katika maisha yangu. Sawa, mimi nakuelewa. As you know, kwenye mahusiano au mapenzi, kuna muda unaingia kwenye mapenzi, unajua ni mapenzi au utoto. So kuna muda unakosea. The good thing is umeshajua kwamba ulikosea wapi na uko tayari kurekebisha. Ina maana mahusiano yako mapya utakayoyapata utarekebisha, si ndio? Exactly. Hebu nisiongee sana kakangu, unaona hali halisi iliyotokea. Naomba tu niende pale pale kuna Neema. Hebu tuende kwanza kwenye Neema. Unajua tunaweza tukaenda kwenye Neema? Au sio type yako? Kakangu samani, unaangalia mwanamke wa aina gani? Hamna. Mwanamke ni mzuri sana. Ndio. Tunaweza kumsogelea? Au utaki? Naweza kumsogelea. Ni mzuri sana. Alafu ana kila aina sifa kwa mwanamke bora. Turn around baby. Yuko simple, hana mambo mengi, anabebeka, hana yani issue. Na hizi ndo type ambazo nazozihitaji. Haya. Naomba ujitambulishe kwa gentleman wetu, akujue wewe ni nani, unafanya nini, na uniambie kwa nini umeliacha hilo baloni. Kwa majina naitwa Angel Raitwani, ni model, pia ni dancer, pia ni stylish. Nimempenda kwa sababu ana akili na future. Yes girl, huwa tunaangalia hapa na future. Umemsikia mrembo wangu, amekusifia una future kaka. Nimemsikia pia, hata mimi pia nimempenda sana kwa sababu yote niliongea pale naona kayasikia na pia kameingia katika akili yake. Ila pia na swali moja tu kwake, kama yeye ananipenda kwa dhati. Okay. Swali langu, tukiwa ndani ya mahusiano, nikiweka simu yangu pembeni, utaichezea hiyo simu yangu bila ruksa yangu au utaniomba ruksa hiyo uchezee simu yangu? Because your mama, lazima nishike simu yako anytime nikitaka kushika simu yako nashika. Kwa nini ushike simu yangu bila ruksa? Kwa sababu ndio, tuko ndani ya mahusiano, wewe ni mpenzi wangu, lakini lazima uombe ruksa kwanza ndio ushike simu yangu. Kwa nini ushike simu bila ruksa? Kwa sababu ni mpenzi wangu na nimekuchagua. So nisishike simu yako. Why? Unaficha nini? Hakuna, hiyo sio sawa. Ni sawa, lazima uwe chini ya mume wako. Sasa kila kitu kina sababu na maana. Haiwezekani kufanya kitu ambacho unajiamulia wewe mwenyewe. Come on. Kwa hiyo nisishike simu yako kwa sababu eti unanipatia mamlaka yako kwamba what the heck? I say. Kuwa muelewa. Msichana ambaye sio muelewa mimi waga
Ngoja nikwambie, subirini kabla hamjakata. No. Subirini. Subirini kabla hamjakata. Kaka, mbona umetoa macho hivyo kaka? Usitake kupigana, subiri kwanza, Love needs being romantic. Hebu kuwa romantic kidogo. Subiri na wewe, subiri kwanza. Kaka, umekuja kutafuta mpenzi. Umeshasema hapa una historia ya kuwa cheater the fire. Halafu tena hutaki simu yako iguswe, bro. Kwa nini hutaki? Hebu tuambie tu, kwa nini wewe simu hutaki ishiko kwenye mahusiano? Mahusiano mazuri kutunza siri za ndani. Sawa? Okay. Simu ina vitu vingi sana. Okay. Mpenzi wako akiwa anapenda kuchezea simu, kuna danger zone. Penzi kuharibika. Nimuulize. Ushakuwa mtu wangu. Yaani danger zone inatoka wapi? From where? Sikia, wewe mwanamke ni kiburi sana. I think anauliza tu maswali. Hauwezi kuwa mwanamke bora kama yule ambaye mimi namuhitaji. Mimi ni mwanamke bora, that's why namchunga mwanaume wangu. Nyamaza basi, mimi kiongea nao vitu kuongea. Kuna why unaongeza? Kwa hiyo unataka kila kitu nikusikilize. What are you talking about? Nikusikilize. What is bro? Lakini unaongea shit. Kwa sababu unaficha vitu ambavyo havina maana. Yani you hide the thing that is not important, and I think that you sorry. Exactly. I think that you're a good person, you know. I think that you're a gentleman. You have a brain in your mind, but you're nothing at all. Nothing. I hate you, bitch. Go. The room is becoming hot and hotter, my friend. Nini kimetokea, bro? Mwanamke sahihi ni yule ambaye anamsikiliza mpenzi wake akiongea na kimya. Mwanamke ambaye mumewe akisema njoo anakuja. Mpenzi wake akisema sitaki hiki anafuata. Lakini mwanamke kama huyo afai kuwa mwanamke wife material. Na wewe unaangalia wife material. Kwa sababu mwanamke ni kiburi. Mwanamke ambaye anapanda juu ya mwanaume wake. Yuko hapa. Hauwezi kuwa mwanamke bora. Hauwezi kuwa mwanamke bora. Sawa, mwache usije ukampiga, achana naye. Au ana bipolar hawa. Achana naye. Jifunze kuwa mstaarabu. Jifunze kuwa na hekima. Msame. Utapata mwanaume sahihi sana kama sisi. Okay, boss. Dada, tubadilishe hali ya hewa, tubadilishe, tafute joto sasa, baridi kidogo, Hebu jitambulishe kwa kaka yetu amekuja hapa. Kama ulivyomsikia, masharti na vigezo yake ni machache tu. Kwa nini lakini umepop balloon? Kwanza naitwa Lecho Saidi, natokea Mbagala. Kwanza sio type yangu. Okay. Kingine hivi, ulikotoka umenyosha hiyo nguo? Alafu ushasikia nimetoka Mbagala. Naanzaje kuwa na mwanaume alovaa kachomekia hivi? Yaani ungeniletea msela kidogo, yaani nisingesubiri anifuate. Basi nisamee mimi. Ningefuata huko. My God. Kwa hiyo wewe kwa sababu umetokea Mbagala, hautaki mwanaume aliyochomekea vizuri. Wewe unataka oya, masela. Yaani sio type yangu kabisa. Cha kusaidia tu dada. Sijamaliza. Unajua kwa nini napenda wasela? Kwanza wana mapenzi ya dhati. Na hata akipata buku, mtagawana jelo. Hicho ndo nachokiona. Yaani hicho ndo nachowapendea. Huwezi kuniletea mimi usika kutoka kanisani, sijui anaenda kanisani yani. Ongea pole pole. Unajue unavoongea hivyo unavoshauti, unatoa harufu ya mdomo, unanuka. Unatoa harufu. Yaani bora hata Alafu sibi kwanza kaa mbali kwanza. Na unanuka. Ulipopita hapa nilipata shida sana. Naomba mtoe, yaani ndio maana tu akatokea Mbagala. Anafuata nini? Anatokea Mbagala. Mtoe dadangu, mtoe. Yaani sawa, unajua watu wa Mbagala pia wako single, wanahitaji mahusiano, ni watu kama watu wengine. Harufu ya mdomo? Mimi kwa kweli mimi sijasikia kaka. Au mimi kakaangu. Maana mimi ndo niko karibu yako. Unatafuta mwanamke hivyo, wenzako wanaenda taratibu, wanajua yani wanabembeleza. Ndio kwanza siku ya kwanza una mdomo kama huo, ukishamweka ndani wewe. Hebu nenda huko. Chuma kimekutana na chuma. Toka wapi? Bora tubaki na Mbagala. Kama Mbagala hivi, mwangalie si alivyo.
Hapana. Hata mimi bora hata ulivyozima ile puto lako. Yaani hata mimi pia sika kuchagua. Kwa sababu kwanza wewe uendeni na mimi kabisa. Basi. Kabisa yani uendeni na mimi. Nisamee mimi nimekuletea mtu wa Mbagala. Nisamee mimi nimekuletea mtu wa Mbagala, lakini nilijua ni mtu naye anahitaji mwenza nimpweke. Mimi kachagua Mbagala. Nisamee. Na wewe nisamee, nimeleta mtu aliyochomekea kutuletea huyo kiumbe leo umetukosea. Sema wako wewe kivyako kuna watu wamemuelewa. Nisamee mimi nimekuletea mtu aliyochomekea. Samahani. Dada my love, una furaha sana, unacheka sana. You are so happy. Hebu share furaha yako na sisi, Kaka muongeaji sana huyo. Mjuaji sana huyo. Mjuaji tena? Hebu muangalie, ana biashara ya kuuza maziwa. Bado ana biashara nyingine ndogo ndogo, ana ujuzi wake, yuko talented. Anaingiza pesa. Why? Nimemsikia lakini mwanaume hatakiwi kuwa hivyo. Anatakiwa kuwa caring. Mwanaume unajua tu kubembeleza mwanamke. Like serious. Kukataliwa mara moja ndo hapana. Umeshindwa? Nimeshindwa, ila mimi binafsi kitu kingine kilichonifanya ni pop the balloon kwamba miaka yake kaniache sana, kwa hiyo atanipelekesha na hisi. Una miaka mingapi? 22. Na kaka ulisema una miaka mingapi? 32. Ni bora hata ulivyozima hilo baruni mapema kwa sababu kumbe ulikuwa ni mdogo. Kwa katika mahusiano ambayo mimi naitaka, mahusiano ya watu wazima, si watoto wadogo kama wewe. Nashangaa unafuata nini hapa wakati wewe bado ni mtoto mdogo? Kuna watoto wadogo zangu ambao wako single. Ani mtoto mdogo haji tena kuchagua watoto wadogo zako. Kwa wadogo. Utakopa una akili. Kama ulivyokupa kichaa. Tusifike huko. Leo sijui nimejichanganya. Wapi? Ngoja nikwambie. Yaani leo tusifike huko. Watoto wadogo hapa? Yaani unajua kama kuna mtu wa miaka 20 na ngapi, ina maana kuna vijana wengine wadogo zako wa kiume wanatafuta. Mapenzi gani hapo utazaliwa? Mbushe mtoto mdogo ni anavalishwa pampers. Sina pampers baba. Mapenzi gani atakuepo hapo? Njoo nikagoe. Muonyeshe una pampers. Hana pampers kama alivyosema. Kwa hiyo huyu sio mtoto. Sio vitu vyangu kabisa hivyo. Sio vitu vyako Sifikirii vitu kama hiyo. Okay, basi tuje kwa labda nyuma tikisiki. Kumbe alikuwa anatakiwa kutikisika, samani. Kwa tuje kwa mrembo mwingine kama unavomuona ni mstaarabu, lakini tuambie vizuri kinaga ubaga. Ilikuwa mapema sana kupop balloon. Cha kwanza sio type yangu. Siwezi kuwa na mwanaume ambaye kwanza kavango kama vile anaenda kanisani. Afu cha pili wanaume wanaovaga hivi ni waongo sana. Mara mimi hata wale wauni. Ani kwamba wewe pia ulipasua ile dude mapema afadhali ulipasua. Mimi sitembei na mwanamke ambaye anakuwa na mabega wazi namna hiyo. Afu kwanza kibongebonga afu kitufe nini hiyo imeingia ndani. Sasa wanawake mimi wa nini? Wewe ukijangalia wewe mrefu. Muangalia yule kwanza yule ambaye alipokuepo pale kupojisi alivyo. Na wewe tofauti. Sawa, okay. Na wewe unapochagua yangu mimi mrefu. Ona wewe mrefu? Okay. Na ulipochomekea uwazo shida anavua. Haya, ulipochomekea hiyo. Unaenda kanisani? Unaenda kanisani? Hizi swaga man. Swaga man. Baba. Unaonaje? Wanawake hold on, tulieni, mna makasiriko sana. Mimi leo ndo naomba razi. Naombeni razi. Hivi ukiwangata hizo nywele zake ziangalie zilivyo. Huyu ni chizi, hajatoka hospitali huyu. Ukitaka nalivua kabisa. Sio mnaleta watu hapa wameshatoka hospitali. Ukitaka ili ujue kabisa ni uchizi. Nalivua. Huyu ni mwanamke anayejiamini. Ukiona mwanamke ambaye anakuambia wigi linavuliwa muda wote, huyo ni mwanamke ambaye anajiamini. Avue tuone chogo chake. Kutambulisha popote brother. Vua tuone chogo chako kama kichwa kimekeka. Ana kichogo. Huwezi jua. Tuishie hapa. Tuishie hapa. Akaoge kwanza. Na isikaa vile ananuka. Nyinyi ndio mnatoa harufu. Yaani tuseme kwamba ni hivi kaka, umekuja kuangalia, tuseme umesema sio type yako na wewe umesema kwamba huyu sio type yako, tuishie hapa. Si ndio? Unacha kuongezea kakangu? Usiwe nacho. Sio vizuri kwanza. Nyamaza. Ni sawa, usimchemshe. Hebu niambie kakangu. Huenda huyu alipop balloon, alipop balloon kwa bahati mbaya kwa kujisahau. Unamuonaje huyu mrembo wangu? Huyu mwanamke ni mzuri sana. Na ndio wanawake ambao mimi nawafagilia sana katika maisha yangu.
Amesema ni huyu hapa ndo aliosema. Mwambie pite mbele amuone vizuri. Anapata shida sana kumuona. Unapata kuona shida mwenzako kumuona mwenzako? Hebu pita mbele muonyeshe tu kaka watu kabla hatujauawa. Muonyeshe tu the way you are. See? Unamuona hivi ndo vitu unavovitaka. Hata ustaarabu nitakuepo nao katika siku kama hiyo. Kwa hiyo huyu mwanamke ungempata ungefurahi kabisa. Kabisa. Basi ladies and gentlemen, tumsikilize mwanamke ambaye mwamba kamkubali, lakini alipop baluni muda mrefu sana. We want to know why my sister, why? Kwa majina naitwa Esma. Nimepop baluni kwa sababu sipendi mwanaume anayecheat. Yaani sipendi, nachukia. Tuheme wote, nikusaidie kuhema kidogo. Kuchiti mama kuna makosa. Sisi asili yake. Nisikilize mlembo, nikombe kitu kimoja tu. Sawa. Sisi wanaume tumumbua makosa. Na makosa huwa yanajirekebishwa kila siku baada ya siku zinapozidi kusogea. Si unafahamu vizuri? Kwa ukinipa nafasi moja tu au hata dakika 2 tu, nitafuta ujinga wote ambao ulikuwa. No. Na wajua wanaume vizuri. Nishachitiwa mara nyingi sana. Kwa hiyo nachukia wanaume kama hao. Hapana. Lili? Sitaki nirudie tena. Hapo huyo umemkosa kakaangu kwa tabia zako hizo za kuchiti na hutaki simu ishikwe. It might have a problem hapa. Lakini tumebaki na mrembo wetu wa mwisho. Kama unavyomuona hivi, sio vitu vyako? Hapana. Sio vitu vyako. Sio vitu vyako. Lakini bro, mbona hawana tofauti? Ni wale yule na tofauti. Huyu ana manyoya, huyu ana manyoya kama kenge. Sasa si tofauti hiyo. Ni kama mtu ana manyoya mguuni, mkononi. Si kama mwenzangu. Huyu ni hulka yake ni ya nywele. Yaani hawa ni wale ma 25 wana nywele. Tofauti ndia. Okay. Yule very simple, uko mzuri, ngozi yake, rangi yake. Okay. Basa ngoja tumsikilize. Umemsikia gentleman wangu, kama unavyojua niliwaambia atakuja. Lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao mlipop baluni mara ya kwanza kabisa. Hebu nieleze kinagobaga. Jitambulishe akujue in case alikuwa hajakusikia wadhifa wako. Kwa majina naitwa Rehema, namiliki saluni ya kike. Kwanza tu nilivyomuona anaingia, sikuvutiwa naye, na vile alivyosema ana cheat ndo kabisa. Kwani aliingiaje? Anatembea katika hali ambayo hukuielewa au muonekano au nini? Hebu tuchambulie ili tujue. Anatembea vizuri lakini sio vitu vyangu. Yaani nilivyomuona tu nikahisi atakuwa ni mlokole. Kwanza mimi ni Muislamu. Yaani alivyo yani anafanana na kilokole. Alafu mimi ni Muislamu. Basi tuseme ni moja. Amesema unaonekana kilokole totally. Yeye ni Muislamu, hawezi. Na hata kama angeliacha ile baluni pia nisingekuchagua. Kwa sababu pia sio type yangu. Sio mwanamke ambaye nampendaga. Asante sana. Kwa hiyo siku ya leo mimi nikuombe radhi. Nimekuita leo kwenye gang letu la Love or Pop the Balloon ili uje umtafute mwenza wako, lakini kwa bahati mbaya leo amekosekana, au waliopatikana uliompenda yeye amesema tabia zako za kuchiti bro zinatisha watu. I'm sorry. Sasa sijajua ni huyu unamuomba I'm sorry au ni yule? Ni huyu. Yule pale, yule achana naye. Yule aanze kwa mwanamke bora. Yule tuache wa kuchana naye. Ana mdomo sana. Anaweza kuwa mwanamke bora. Anabishana na wanaume. Mwanamke bora. Hata pia mwanaume anaweza kumsikiliza. Ana sura kama ya upole. Yeah, of course. Asante sana. Basi tukaribishe tena siku nyingine. Leo tuseme asante sana kwa ushirikiano kuja hapa. Kama kuna chochote, lakini nikupe tu nafasi moja, maana naona ulivyo hivyo. Kama kuna uwezekano wa hug. Dunia hii tunazaliwa mara moja, tunakufa mara moja. Kweli utamwacha gentleman wangu amekukubali? Hebu fanya kama kumhagi tu, hiyo mambo ya kuchiti utaiweka kwa nyuma. Wow, you never know. Ladies and gentlemen, this is Love or Pop the Balloon in Tanzania. Kakaangu, nakuomba tena, nikuage tena, karibu tena. Nitakutafutia vitu vyako, umeshaniambia. Thank you so much. Ladies, say bye. Sio kwangu. Ndugu yangu. Kamdomo.
kamdomo. Kwa nini unabishana na kaka watu namna hiyo? Just imagine una mtu wako afu anakupanga, yani usishike simu yake, ana hide nini, anaficha nini, kwamba afu anasema I think that alivyoingia, yani I think that ni mtu mwenye mindset, ana akili, anaficha. Nilivyomuona I swear nilifikiri ni nimepata, yani siwezi nikaondoka single. I can't. Msame wewe dada wa Mbagala. Dada wa Mbagala, mimi wakunichamba nimekuletea mtu ambaye amevaa vile. Kwa wewe unapenda wauni, oya mkazuzu mwana oya. Yule anaonekana mikazo zero. Yani hawezi kujishikilia. Kwani mwanaume anatakiwa ajishikilieje? Yani ajishikilie. Wewe unamwona lopoka yule? Hana hata adabu. Mikazo zero yule. Huyu anaweza kukobisha mbele za wazazi. Dada wa Mbagala, wewe ndo rais wao nini maana ulivyomchambua. Ladies and gentlemen, leo ndo ilikuwa party yetu A na B kuhusu Love or Pop the Balloon. Kama ulivyo hope umeenjoy. Sisi kazi yetu ni kuleta yoyote mpweke, tukawakutanisha, wakasemezana, wakipatana tunawaacha waende. Basi leo, siku ya leo tuseme bye bye, see you next time. Is your favorite host Gladness Kifaluka, and this is Love or Pop a Balloon in Tanzania. Woyo guys, tumemaliza salama. Umetoka leo uko single kwa ajili ya kiburi chako, uko single sababu ya Mbagala, wewe una mdomo.